just any song, lakini hiyo wimbo wako. Wimbo ambao tujai kusikia. Hamjai kusikia? Hataki wimbo ambao tujai kusikia. Kitu kingine cha tofauti kabisa. Maskini moyo wangu, ungekuwa na mlango light ungefungua. Samani yako ungejua nipi usingenisumbua. Upendo wangu sio kama upepo, kila mti na pepea. Mimi ndege nimetulia, na mti ni upenda hondo kwa kutatulia. Mpenda mtazamaji, Beyond Borders Podcast Connected, tunakuwa tunakuletea tena mara nyingine kipindi chako kipendacho Sauti ya Mkimbizi, ambacho kinakuwa kinaletwa nami Esther Shubabu. Hey my beautiful people, once again it's our boy Chris Santos, the king himself. Half man, half amazing. Bwana, this is Beyond Borders Podcast. All the way from Kakuma, ambapo tunakwenda kupa visa vinavyoendeka Kakuma. Tukienda kusikiliza sauti za wakimbizi ambao tuko nao ndani ya Kakuma hii. Bwana, ndani ya studio siku ya leo ukiangalia niko na special guest all the way from Tanzania. Tumekuwa naye for a quite long Kakuma, but akaamua kushift mazingira kidogo, lakini finally she is back. Ningependa kidogo watu waanze kwa majina, tukianza kwa mkono wangu wa kulia, majina angalau tu akujue, alafu tuenda kwa bimdada huko. Karibu sana. Kwa majina naitwa Biamungu John au JB. Hiyo ndio majina yangu ninajulikana sana. Kwa dada yetu huko majina kidogo angalau watu kufahamu nini fresh. Kwa majina naitwa Belani, almaarufu kama Kimbunga. Kimbunga. Vizuri sana, vizuri sana. Ndugu yangu, nafikiri tuko na Belani. Kuna ngoma nyingi ambazo amezifanya. Kama wewe ndo mara ya kwanza unasikia jina la Belani, jaribu kwenda tu pale YouTube, jaribu kuandika tu pale Belani. Nafikiri kazi zake utakwenda kuziona. Belani, wewe umekuwa ni mtu mmoja ambao umekuwa na amazing tour ambao kwenda kuifanya Tanzania. Mapokezi kwanza yalikuwaje ulipofika Tanzania? Kia Mungu kusema kweli. Namshukuru Mungu sana, nimepokelewa vizuri kama malkia hapo. Nimepokelewa vizuri sana. Sikuwa nategemea vile. Vizuri sana. Niliona mwaliko ambao ulikuwa nao wa Ref FM. Interview ilikuwaje so far pale Ref? Ilikuwa fresh. Ila atukumalizia. Stima ilikuwa nakatakata, tutamalizia Monday. Okay. Changamoto bado zipo. Hizo ni baadhi ya changamoto ambazo tuko nazo kwa Kakuma, mara leo stima, mara haipo, lakini all the way tunashukuru Mwenyezi Mungu. Huko Ref FM ulikuwa na bwana mkubwa pia JB? Tulikuwa wote na manager wangu. So Mr. JB, wewe kama manager una nini cha kutuambia, ama wewe ndi kwa sababu most of the time ukienda set na Belani tunakuonaga wewe uko pale set, wewe ndo manager wake ama kuna mtu mwingine ambaye uko nyuma ya pazia? Hapana, mimi sio manager, so mimi ni location manager, mtu wa kutafuta hizo location. Na mimi siwezi kumwangusha. Ni mtu wangu wa karibu. So siwezi kumwangusha kabisa, na unajua wakati alienda watu walianza kupiga kelele hivi na hivi, lakini bahati nzuri amefika salama. Hiyo vizuri sana. Sasa Belani, sasa nani manager wako ambaye muda mwingi atumuonaje anakuga tu nyuma ya pazia? Kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao walisema Belani kama alifanya tour ya kwenda Tanzania, of course ukashoot baadhi ya songs ambazo zina trend sasa hivi mtandaoni, ulifika mpaka Zanzibar, nikakuona pwani kule sana nini. Wakasema kuna mtu labda Belani ampata ka sponsor kutoka majuu kanafanya kazi. Nani manager wako? Nina manager wangu yule pale Charaboy. Nyuma yake pia kuna mabosi ambaye yeye anawajua pia. Ila siwezi kuwataja, tuna mabosi zetu, nina mabosi wangu na manager wangu yule pale, na huyu hapa ni manager wangu wa kunisaidia kutafuta location na mambo mengi. So far una manager wangapi? Kuna kuaga location manager na yule manager wa kushika hela. Mtu sonko sasa. Sasa ndo yule pale, afu ni wa kutafuta location na mimi msanii. Mara nyingi kwa nini manager mtu mshika pesa hataki kuonekana mbele ya screen? Kwa sababu analinda maisha yake. Wajua matajiri wanajifichaga. Lakini mara moja wewe unamweka nini at least watu wajue bana nyuma mafanikio yako kuna nani? Hapana, wewe unataka waniibie. Hawezi akakuibia, unajua naye pia inaweza kawa ni chanzo kikubwa cha kusaidia vijana wengine huko nje. Hapana. So tu ambao ulikwenda kufanya Tanzania, kwenye ile ngoma ambao ulikwenda kufanya na Bob G. Ile ngoma changamoto gani ambazo ulizipitia zaidi sana? Kwenye ile ngoma
pale kwenye kushuti kwanza kwenye kurekodi ngoma tulirekodi vizuri. Hakuwa changamoto. Wakati wa kushuti video, kuna changamoto sikupenda kabisa. Hata pale video imetokea. Ilikuwa roho yangu hata ilikuwa nimezira, unajua ile kuzira. Unasema tu au niachane naye. Ama ngoma nisiposti. Sasa changamoto ilikuwa ila siwezi tu kusema. Sasa kitu gani ambacho kikushawishi poka sema labda acha ngoma ni post? Kwa sababu iligaramikia. Alafu ni bosi wangu tu alisema wacha tu tuichukue. Ana ngoma ambapo mlifanya na Malkia Zoo, kwa sababu nilifanya kuona kuna baadhi ya clip umepost wewe unajita Malkia au sijui Nyarugusu, yeye na anajiwewe na unajita Malkia sijui wa huku. Sasa nikasema Malkia yule amekutana. Kwenye ile ngoma ambayo mlifanya na Zoo, idea kwanza kutengeneza ile ngoma, nani alikuja na ile idea? Tukaendelea pale kwenye hiyo idea. Kwanza idea ambayo tulikuwa tunataka kufanya haikuwa ile idea ambayo tulikuwa nayo, cause nilipofika kule bosi wangu alinichukulia manager mwingine. Siwe nilimwacha huko, akamlipa manager mwingine. So tukawa tunafanya naye kazi, tukajadiliana. Idea iliyotoka nayo huku sio ndo nilienda kufanya kule. Wakati tumefika studio tumempa idea Zoo. Kabla tumefika tumepatana, tumempa hela, tukampa idea, akasema okay sawa. Wakamsukumia sasa beat. Yaani kama leo kesho sasa wakamsukumia beat, akasikiza beat fresh tu hii. Sasa tukakaa. Mimi nikajua yeye anaandika na mimi naandika. Tumefika siku ya kwenda studio sasa. Akanikuta mimi nishaanza kurekodi. Ile mistari ambayo mimi nilikuwa nishaandika. Alipofika sijui ni kitu gani kilimuingia. Akasema hapana. Hii ngoma tusingeimbia hivi. Kwa sababu mimi kuna kazi yangu nimeachia hapa nyuma inafanana na hii. Sasa tukifanya hii itakuwa kama itaonekana kama zinafanana. Ni ile tu. Sasa mimi nilikuwa naona tubadilishe. Sasa nishaandika hapo hivi. Nikamuuliza, "Wewe ulishaandika eti mimi sijaandika?" Nikamuuliza, "Au ndio maana unakata kwa sababu haujaandika?" Eti hapana, sitaki tu tufanye kitu ambacho akifanani yeye, kitu ambacho kinafanana. Hata kwa kufanya kusupport, hata kwa kufanya challenge itakuwa haiko sawa. Tukasemaje, tukatoka nje na tulikuwa mimi, manager yangu Safrio G anajiita hivyo, na Bido Star. Tukatoka nje tukasema basi hivyo tubadilishe idea. Tukabadilisha idea tena, tukaingia sasa na hii tulipiga freestyle ya pop. Yaani hiyo ilikuwa tu pale live studio pale. Hivyo unakaa hivi unasema una hivyo. So hivyo. Na kipindi mmekamilisha wimbo wa kwenda location, haikuwa changamoto nini? Tulifanya kazi vizuri. Yaani changamoto ilikuja tu hapo kwenye wimbo kubadilisha basi. Tulipobadilisha wimbo, kazi zote zilienda kama tulivyokuwa tunapanga. Bana, nafikiri ulikwenda kufanya kazi na Tall Pro. Na Tall Pro ni mmoja kati ya madirector wazuri ambao tuko nao pale Nyarugusu. Tukija kuzungumzia upande wako kwetu Kakuma, kuna baadhi ya madirector pia ambao tuko nao. Je, ukikompare kazi ambao jamaa wanafanya kule na kazi ambao tunafanya sisi hapa kwetu sasa, utofauti uko wapi? Angalau kidogo ushinda kule na hapa pia umepazoea, kuna experience already uko nayo. So wote siwezi kusema madirector wote. Kama huyo alionifanyia hii ngoma na ipate la wane machi. Siwezi kumlinganisha na director wa hapa. Ila Tolo pia siwezi kumlinganisha na director wa hapa. Tolo yuko juu sana. Nimefanya na madirector wawili. Lakini nimependa sana kazi ya Tolo. Hakuna director ambaye labda hawajifunze kwenye hizi siku ndio ije kutokea wamelingana, lakini kwa sasa hivi kwa hizi kazi ambazo nimeona na hii ambayo Tolo amefanya hakuna. Yule nilifanya naye na ipate la muingili hata kidogo. Okay. Tukija kuzingatia wewe ni mtoto wa kike, kuanza kwako career ya kuimba ama kuigiza, kwa sababu kwa upande mwingine wewe pia ni mwigizaji. Kuanza kwako career ya kuimba mpaka sasa hivi wewe ni msanii mkubwa. Reaction ya wazazi ilikuwaje ulivyoanza hii career kwenda kwenye like industry una shoot? Ni kwa sababu unajua sisi wabembe mara nyingi tuna ile kauli ya kusema mtoto wa kike kijiingiza kwenye maswala au kiwashile malaya au kuna hizo kauli zinaongeleka hivyo. Kwanza niseme mimi namshukuru Mungu kwenye swala la wazazi wangu. Hakuna, yani hawajawahi kuongea chochote. Cause nilivyokuwa sio kwamba nimekuwa tu nikakurupuka nikaanza hivi. Unajua kuna ile unamlea mtoto wako unasema tu huyu
kama Tashi Ben Sanion. So mimi ilikuwa tu hivyo. Yaani naweza kuenda shule, vitabu vyangu kama nilikuwa na vitabu 20, utakuta nilikuwa na vitabu 5 vya kuandikia mistari. Nyimbo tu zimejaa humo. So walikuwa naishi na mimi na wanajua tu nikiwa wapi naimba. Hata nilipokuwa nina miaka 2 3, yani hivyo tu mpaka nilipokuwa mkubwa. Kikubwa tu wananibariki. And I really appreciate kwamba wewe ni mtu mmoja ambaye unasupportiwa sana na wazazi, kwa sababu kwa ngoma yako pia ambayo nimeona Bi Mkubwa mle ndani nikasema jamani Bi Mkubwa ameua. Yaani mimi sio mama tu. Amkupata changamoto ya kusema kwamba Bi Mkubwa kushoot ile video nini? Mamangu hapana, nimuelewa. Sio yani yeye sio msanii. Ila kuna vile ukimuelekeza unamwambia tu mama mimi nataka kushuti. Naomba nini. Anakwambia noesha kweli. Anakuuliza tu hivyo noesha, nitakuelekeza sio vya nguvu mama. Utajaribu hivyo. Akifika pale unamuelekeza, atashindwa ya kwanza ya pili anapatia hivyo. Tukija kwako bwana Mkubwa JB. Wewe ni mmoja kati ya watu ambao umesimamia makundi ya waigizaji hapa kambi, lakini sasa hivi nimeona umehamia kuwa manager wa Belani. Kwa nini uliamua kutoka kule kwenye uigizaji na ukasema acha mimi kwanza niwe kwanza kusupport hao ambao wanaimba? Mimi sijatoka. Mimi sijatoka, unajua mimi siwezi kubagua hapana. So mimi napenda mambo ya kuigiza, napenda mambo wasanii wenye wanaimba. So nimempenda, bila mimi nimempenda gisi anaimba. Ni lazima tupambane tufike hatua kila mtu ajue eti huyu msichana ametoboa kwa upande wa Kakuma. Ya kuna ile ngoma Belani pia niliona, kwa sababu kuna ile scene ambayo ilionekana pale ndani na wewe mlikosa mtu wa kumweka, ama ilikuwa already mmepanga kwamba wewe uonekane ile sehemu ama ucheze ile nafasi? Kuhusu hiyo scene hata ukosa mtu, so tuliamua tufanye hivyo. Okay. Kwa sababu mimi nitarajia labda kuona mtu mwingine tofauti, lakini cha ajabu nikasema JB. Nikasema ule uigizaji bado upo hapo. Belani, tukija kwako, ukizingatia huyu bwana Mkubwa ni meneja wako, hukupata tabu sana kusema kwamba kufanya ile scene, kwa sababu ilikuwa kama scene kama yeye anataka kubaki hivi kwenye ile scene ambayo kwenye ile ngoma. Hukupata tabu kufanya hiyo scene? Sasa tabu gani? Mimi ni muigizaji kwanza, unajua hivyo. Na ni msanii ambaye nakubali kufanya kila scene ambayo tofauti tu na ngono. Sasa mimi kuna cha maajabu pale. Sikuona cha maajabu na wala kuna tabu yoyote. Okay. Ya vizuri sana. Tukija kuangalia sasa hivi umerudi, mapokezi yako ulivyorudi, je, unaonaje sasa hivi ulivyoacha Kakuma na sasa hivi ipoje? Sijui kwa sasa hivi kwa sababu sijaachia kazi. Nangoje tu niachie kazi afu nione mapokezi itakuwaje. Kwa sababu nilipoenda kulikuwa na mabadiliko, nilikuwa nafuatiliwa na watu wengi. Pia nimerudi japo kuna vitu vimepungua kidogo, views zangu zimepungua, ila sijui sasa vimepungua ni watu wa huku ndo wamepunguza kuniangalia. Walikuwa waniangalia kwa sababu nilikuwa posti magorofa. na panda kwenye magari, sijui au ni watu wa kule kwa sababu nimerudi kwetu wameacha kunisupport hivyo. Ila na ngoja nione kazi itakapokuwa. Nikiachia kazi kama wataipokea kama walivyokuwa wananipokea. Bwana, unafikiri bwana anatuambia kwamba alipofika huku tu bwana, nyinyi watazamaji bwana mfanye iana bwana, sio vizuri. Bwana nakwambia alipofika huku tu bwana, viewers zimeshuka. Hata akiposti kitu kama ni picture tu, jamani yani pale gusa pale kale ka like nini inakuwa vizuri sana. Hatuita hizo ni wapi, lakini kama wewe kweli unafuatilia nyimbo za Belani, jitahidi tu uenda tu pale YouTube, jaribu kumfuatilia. Unajua kazi nyingi anazokwenda kuzifanya. Sasa hivi tunaachia ngoma ya singeli nyingine ama bado tu tunaenda tu kwenye mambo ya ngoma zingine tu za kawaida? Kwa sababu nikiangalia kwenye ngoma zako naona kama ile singeli ni kitu ambacho watu ambao walikuwa wategemei, ni ngoma ambayo ili trend sana. Watu wakasema mpaka watu walikuwa wanasema hawa watu wapo Kakuma. Ambia ngoma ilifanyika hapa. So sasa hivi tunatarajia singeli tena ama kuna ngoma nyingine tofauti ambayo inakuja? Hapana, ni ngoma tofauti. Singeli bado kwanza. Okay. Basi tupe kakapela kidogo kwa wale watu ambao wanatazama. Nafikiri kuna watu ambao hawajui kama wewe ni msanii. Ungetaka labda upate kakapela kidogo kutoka kwako hivi. Kawimbo gani? Just any song, lakini hiyo wimbo wako. Wimbo ambao tujaye kusikia. Hamjaye kusikia? Hatutaki wimbo ambao tujaye kusikia. Kitu kingine cha tofauti kabisa. Maskini moyo wangu, ungekuwa na mlango light ungefungua.
Samani yako ungejua nipi usingenisumbua. Upendo wangu sio kama upepo, kila mti na pepea. Mimi ndege nimetulia, na mti ni upenda hondo kwa kutatulia. Hiyo ni coming soon guys. Bana, hiyo ngoma ni kali sana. Mimi upande wangu naona kama huyu anaimba kama Nandi vile. Kwa sababu huyo ni kama tuseme the upcoming Nandi. Kulingana na mimi. Wewe ukiwa pale kwenye comment section na wewe andika unamuona kama nani, ili angalau tupate reaction ya mafans na vitu vingine. Ya Belani bwana, we really appreciate kazi ambayo unakwenda kuifanya. Je, nafikiri Kakuma pamekuwa vijana wengi sasa hivi umeblow sana, watu wanakufahamu. Vipi huko DM ni nyingi sana jamaa Belani, mahusiano ni DM ni nyingi sana ni? Sijui. Tuambie. Sijui. Wewe ndio unajua simu yako ndio unayo muda wote. So lakini mimi nina uhakika unaona tu unakaa kwenye jicho la pili unasema yani siku hizi mtu mzuri jamani. DM nyingi sana. Sijui, kuna watu wananiambia mimi ni mzee, sasa labda wajitie. Au unasemaje? Anayekwambia wewe ni mzee basi huyo mtu hakutakii mazuri. Eti mimi ni mzee, mimi sionekani like msichana. Sijui ni mimi kama sijui shosho. Hamna kitu kama na hicho bwana. Tukienda kumalizia, manager una nini cha kuambia mafans ambao wanatutazama sasa hivi? Kwa sasa hii nataka kuambia ndugu zangu wenye wanatuangalia sasa hii, so wasichoke kutuangalia, na tukipost kitu ni lazima waende kwa YouTube wafanye kitu kama vile wanakuanga wanafanya tu kawaida. So najua amesharudi, najua mambo itakuwa vizuri. Naomba tu ndugu zetu tusiwe na ile mambo ya bifu. Unajua bifu zingine zinatuma watu eti fulani hivi, hizo tuachane hizo mambo ya bifu. Kwa hiyo akitoa ngoma tukue haraka sana kuingia kwenye YouTube kuangalia kila kitu, itakuwa iko poa sana. Bana vizuri. Kuna kitu nimekumbuka Belani, tukirudi kwako kidogo. Kuna kipindi ambacho ulitoa hii ngoma yako ya Kimbunga. Sijui ni Kimbunga ile ya singeli hiyo. Kipindi utoa hiyo ngoma, kuna baadhi ya watu utaja majina, kina Juniper, kina Relax, wakaambia sijui ana nguvu za penalty, kitu kama na hicho, kama sijakosea. Nafikiri kile kitu kiliblow na kidogo kilitaka kujenga kama beef hivi. Ni kitu ambacho mlikipanga iwe beef ama ni watu tu walianza kujitengenezea beef wenyewe? Hapana, tujapanga kitu chochote. Watu walianza kujitengenezea beef kivipi yani? Kwa sababu baada ya pale kuna baadhi ya watu mimi nilifuatilia, nikasikia watu wanasema ilifika stage mpaka Juniper kuna kitu atengeneza cha kukujibu wewe. Kuna kitu Juniper alitengeneza pia. Ule wimbo wake ulikuwa kujibu wewe kwa sababu akaamua kujibu sasa kwenye ngoma sasa. Nikasema ina maana ni beef kweli ama ni agreement mliamua wewe hivyo? Lakini mimi sikutengeneza beef na mtu, wala sikutaka iwe beef. Nilitaka tu watu wachangamke. Kwa sababu hata wewe mwenyewe muziki wa Kakuma kweli enzi zile na sasa hivi hauoni hata kuna mabadiliko. Nilijaribu kuwaonyesha kitu ambacho wanatakiwa kufanye ili na sisi tusikike. Lakini wao wakachukulia kama bifu. Mimi niliwaamsha tu waliokuwa wamelala. Hivyo. Vizuri sana. Na kabla uliamsha waliokuwa wamelala, kwa nini sasa jamaa walianza kujenga, yani kuweka kama vinyongo kwenye mioyo yao? Hivi wao wakikwambia ukweli ambao unauma, unamchukiaga huyo mtu au unampenda? Kusema kweli kama ukiambia ukweli ambao unauma, of course utaumia. Sasa ndio ilikuwa hivyo. Sio vizuri kwa upande mwingine. Ndio ilikuwa. Basi neno moja kwa mafans wako basi. Mafans wangu nawapenda sana. Na waombeeni Mungu awabariki, azidi kuwapa hela ili mununue MB muweze kunifuatilia kwa kila kazi ambayo naifanya na kila sehemu nitakachokiposti, muwe na mimi, mnipe masikio yenu na macho. Kama hujawahi kunifollow, nenda unifollow YouTube jamani. Mimi ni kasichana kadogo ambako ndo kwanza najituma kwenye sanaa ya Kakuma. Hakuna msichana mwingine kama mimi, kama yupo useme hapa kwa comment. Na pia nina kazi yangu ambayo naenda kufanya sasa hivi. Tunaanza zoezi ya dance. Sijui itakuwa ni Friday. So naenda kuachia ngoma mpya. Naombeni support yenu, msiniache, mnishike mkono au nilie.
Bwana tumekuwa naye Belani Bell anakuambia ikiwa kama uko pale na unazidi kwenda kufuatilia ndani ya Beyond Borders podcast bwana amekwambia kwamba nenda pale YouTube uandike Belani Bell utakwenda kupata kila ngoma na kwenda kupost yeye kama yeye. Na ikiwa kama bado uko hapo na unapenda pia kumuona kwenye upande wa uigizaji, enda pale YouTube bado andika Atwajenge Film Production utakwenda pia kuiona kazi ambayo anakwenda kuifanya. Bwana kitu ambacho tunakitaka sasa hivi kama we need support guys. Lazima tusupportiane kwa sababu we lack a lot of support. So hicho kitu ambacho tumekwenda kugundua sofa. Kama msikio Kakuma uendelee, kama sometimes films za Kakuma zinaendelea kwa sababu Kakuma tusupportiane. Kwa hivyo let's make sure kwamba tunasupportiana. Bwana ulikuwa nami Chris Santos the king himself. Half man, half amazing. If you like, you like. If you like, you comment. Chris Santos babako. Let's meet on the next episode. Bye bye.